Haya, asanteni sana. Tafadhali tunaweza keti chini. Thank you very much. Viongozi wote wakiongozwa na waziri wetu Alice Wahome, gavana wetu, waheshimiwa wote, ndugu wazazi pamoja na wanafunzi, hamjambo. Good afternoon. And how are you guys? Mimi kwanza nataka nichukue nafasi hii nimshukuru Mungu kwa kutupatia nafasi tufike hapa Njiris ama ni Njiri. Iko S? Hapana. Okay, Njiri. Na nimefurahi sana. It's my first time to be in Njiri. And I have read, I have heard, and I have followed about Njiri. And today I confirm that you have a wonderful school. Nimekuwa hapa wiki iliyopita, nilikuwa hapa Murang'a kwa sababu ya mambo ya maendeleo ya sehemu hii. Nilikuja hapa maneno ya barabara tunaanzisha kule Mathioya, nikaenda tukaanzisha barabara ingine kule Kandara. Nimekuja hapa maneno ya stadium ambayo tunajenga hapa Mumbi pale Kiharu. Nimekuja pia stadium ingine tunajenga hapa Gakoigo. Nilikuja hapa maneno ya kilimo kwa sababu tuko na cooperatives ya hapa ambao wametuomba tuwasaidie. Kilimo ya kahawa ilikuwa imeenda chini, tumeibadilisha, tumeondoa wale cartels, tumeondoa brokers. Sasa kilimo ya kahawa imesimama sawa sawa. Nilikuwa hapa kwa mambo ya affordable housing kwa sababu katika county hii yetu ya Murang'a tunajenga manyumba 5,000 ambazo zinaendelea saa hizi, na tumeweka budget ya shilingi bilioni 17 on affordable housing alone. Mpaka hapa kwenu hii constituency ya Kigumo tuko na project ya affordable housing ambayo inaendelea hapa. Nilikuja vile kwa sababu ya masoko. Hapa Murang'a tunajenga soko 25 mpya. Na tumeweka pesa ya serikali shilingi bilioni 2.5. Na inasimamiwa na huyu mrembo wenu Alice Wahome. Masoko hiyo kuna zile ziko tayari kama ile ya Kayole pale Murang'a town nilikuja kufungua. Kuna zingine 6 ambazo ziko tayari. Kuna zingine zinaendelea. My commitment is that before the end of this year, all the 25 markets in Murang'a County will be complete and they will be used by the citizens of this region. Nilikuja hapa vile kuangalia hospitali. Niliulizwa na watu wa hapa Murang'a pale ya Kenneth Matiba, na tulikubaliana na county government, na sasa nilisema nitatengeneza wing ambayo itasaidia admissions ya watu pale ya milioni 200. Nilikuja nikaangalia, wakaniuliza niongeze another floor na nimekubali, so we will make it a total of 270 million. Na nimeamurisha ya kwamba kabla ya Oktoba hiyo hospitali iwe imekamilika, so that I can come and hand over to the people of Murang'a County waendelee kutumia. Mimi vile nilikuwa hapa kwa sababu ya kilimo ya maziwa. Mnajua hii Murang'a inajulikana kwa kilimo ya maziwa, so tulikubaliana tuwapatie milk coolers. Tumelete 4 ama 5 ya kwanza, zile zingine zinakuja mwezi huu wa 5,
We have a total of 12 milk coolers to cooperatives that are participating katika maneno ya maziwa katika sehemu hii. And therefore, I had a wonderful time with the people of Murang'a County last week. Lakini hata na hivyo, nilisema nitarudi hapa tena siku ya leo. Na nimerudi hapa kwa sababu inasemekana ahadi ni nini? Na dawa ya deni. I made a commitment that I was going to come and visit these boys kabla hamujafunga shule. Nikawa na shughuli mingi, haikuwezekana. Lakini nikasema liwe liwalo, lazima nikuje hapa nitimize ahadi yangu to visit Njiri High School. Ndio leo asubuhi nimepitia kule kanisa la Githumu la AIC. I am a member of the AIC church. So nilipitia huko. We are building a church there. Tumemaliza kazi ya kujenga kanisa. Sasa nikafika hapa tujenge pia mambo ya shule yenu. Na nimefurahi sana kuona vijana wenye nidhamu. I am really proud of you guys. Very disciplined young people. Na vile mwalimu mkuu alivyosema, na vile viongozi wenu waliniuliza, nije hapa tuangalie ni vipi tunaweza kushirikiana katika mambo ya elimu. Na mimi nataka niseme hivi, nikiwa katika shule hii yenye historia nzuri na kubwa ya elimu katika taifa letu la Kenya. Pale nyuma tulikuwa na changamoto mara tatu kwa mambo ya elimu. Kwa sababu nasikia watu wengi wanaongea. Lakini nataka niwapashe habari kwamba miaka mitatu iliyopita tulikuwa na changamoto mara tatu. Ya kwanza, hatukukuwa na walimu wa kutosha. Ya pili, hatukukuwa na madarasa ya kutosha. Na ya tatu, hatukukuwa na pesa ya kusomesha watoto wetu ya kutosha. On the three challenges that were facing education, we have done something as a government, because I am a very strong believer that education is the single most important empowerment we can give to our children and to our future. Ndio wanenaji wakasema education is the greatest equalizer. Watoto wa jamii zote, watoto wa maskini na tajiri wanakuwa sawa wakipata elimu. And because of that very important place of education, number one, nikasema hata ingawaje tulikuwa tunaajiri walimu 5,000 kila mwaka, lakini tukabadilisha. Na leo nikizungumza na nyinyi hapa tumeajiri walimu 1,100 in 3 years. Why? Because education is important. And because we want to make sure that every child akienda shuleni akutane na mwalimu, kwa sababu hakuna elimu itaendelea bila mwalimu. Jambo la pili ni kujenga madarasa. We had a very big shortage of classrooms. In the last 3 years, we've built 23,000 classrooms. Hapa Njiri nimefika leo, najua mmekuwa mkijenga madarasa 2, 1, namna hiyo. Lakini nimesikiza huyu mwalimu Bwana Gathii kwa makini, na nimeamua ya kwamba mimi mwenyewe, sio wizara, mimi mwenyewe nitawajengea madarasa 30. Na niongeze laboratories 6 laboratories.
na sio ya kwamba tunafanya hivyo kwa sababu hii shule ni Njiri. I have been to many schools in Kenya. I have done this in many schools in the Republic of Kenya. In Nairobi alone, we are building 1,000 classrooms. Kwa sababu pale Nairobi iko shida kubwa ya masomo, especially in our informal settlements. Wale wanaishi vitongoji duni pale Nairobi, watoto wao hawasomi. And we must tell each other the truth as a nation. Na sio ya kwamba shule nimekuja peke yake ni hii ya Njiri, hata hapa Murang'a. I have been to Murang'a High School. Mukienda pale mutakuta dining hall mimi nimejenga pale Murang'a High School. I have been to Mugoiri. I have been to Kamahuha. I have been to Kahuhia. I have been to Njumbi. I have been to Gaishanjiro. I have been to Gatanga. In this Murang'a, I think I have been to 15 schools in this Murang'a and built something for them because I am a believer in education. And I have done so across Kenya. Shida ya pili tulikuwa nayo ni mambo ya funding model. Watoto wetu wengi hasa kutoka jamii vulnerable hawakuwa watoto wao wanatoka university, wengine wanaondoka kutoka TVET kwa sababu we didn't have a good formula on how to look after our children. We now have a student-centered funding model that makes sure that all our children are catered for. And we have increased the budget for our education from about 500 billion in 2022. This year, we were at 702 billion, and next financial year, we are moving it to 765 billion because education is important. So, wale wanaongea maneno ya elimu, let them check the facts. Yes, wasiongee tu, let them check the facts. Because numbers don't lie. And facts, uende juu, ushuke chini, uende kulia, uende kushoto, the facts remain the same. So, na nimefurahi sana Mwalimu Kadhi hapa ameongea vizuri. Amesema pesa ya kufundisha hawa watoto wetu. Zamani walikuwa wana report shuleni ndio tunatuma pesa baada ya wiki mbili, wiki tatu. But I have made a decision from this year tutakuwa tunatuma pesa mbeleni kabla watoto hawajafika shuleni. Ndio watoto wakifika shuleni wanakutana iko pesa ya kuendelea na mafundisho yao. We did that in term 1. We've done that in term 2. In fact, on 23rd of April, tulikuwa tumetuma pesa ya hawa watoto 23 billion shillings across Kenya to make sure that our children are in school. So, and pesa ya third term tutafanya hivyo so that we make sure that hawa vijana wetu wanapata nafasi ya kusomeshwa na kusoma vizuri kwa sababu this is our present and our future. Kwa hivyo watu wa Njiri, mimi nimefurahi kufika hapa. Mmeniambia mmenipatia mtaratara mrefu. Karibu nipande gari nirudi niseme hii kazi imekuwa ngumu. So kwanza kwa hawa vijana wangu, asanteni sana. Nimeambiwa ya kwamba you are supposed to go for lunch, mkasema hapana, wacha lunch ngoje mpaka tumalizane na rais. Sasa hata nyinyi mjue hata mimi si chakula lunch, sasa mtanipanga. Wakati mtaenda lunch mtanipeleka sio? Basi sawa. So wacha niseme hivi kwa sababu ya mambo ya Njiri. Number 1,
nimesikiza kwa makini. This school has a great history. And because you have a great history, we want many more children in Kenya, and more particularly in Murang'a, to benefit from that great history. That is why I have said we're going to build you an extra 30 classrooms and 6 laboratories. Number 1. Number 2, nitatuma pesa ya Ministry of Education kujenga hiyo administration block mumeuliza hapa. Nimeambiwa hiyo administration block iko kati ya milioni 50 mpaka hapo karibu 70. So nitapanga na hiyo pesa itakuja ndio muweze kujenga. Ya tatu mumesema mnataka mjengewe dormitory ya vijana 1000, na nimeamurisha Alice Wahome na Department ya Housing wakuje wajenge hiyo dormitory hapa. So we are going to build a dormitory of 100 million shillings in this school to cater for 1,000 students. Ya ine mumesema vile vile mnataka tuwajenge barabara ya lami, iko matope mingi hapa, si ndio? Na mko na baraka ya mvua, so saa zingine inakuwa matatizo. So nimekubaliana na chairman wangu wa Kera, Bwana Mwaura yuko hapa. Yeye ndio chairman wa Kenya Rural Roads Authority in Kenya, na ni mtu ya hapa Kandara. So kuna yule contractor yuko area hapa, tukuje tujenge hiyo lami kama kilomita 1.5 tumalize hii matope iko hapa shuleni. So Bwana Mwaura taenda kutafuta 120 million ya kufanya hiyo kazi. Sawa? Ya mwisho, si ndio? Ya mwisho mmesema mnataka basi ile mrefu. So najua niko na watu wengi nimempatia kazi hapa Murang'a. So nitapanga hawa from Monday. Mwaura, wewe ndio utaliti hiyo team. Mimi nataka ndani ya mwezi moja muwe mmelete basi ya hawa vijana. Si ni kazi ya hapa tumemaliza? Si ndio? Si tumekubaliana? So mimi nataka tushirikiane namna hiyo, na mimi nataka pia niwaeleze hiyo kazi yote tumesema hapa ni karibu 200-300 million, lakini tutamaliza hiyo kazi yenu. We want to change the face of Njiri High School. Ndio, na tunataka next year, God willing, next year tupate wanafunzi wakiongezeka as we improve the infrastructure, the learning infrastructure in the school. We will also give more chances watoto wetu wapate nafasi ya kusoma. Na vile mnajua, nimeambiwa na mwalimu 60% ya watoto hapa wanatoka hapa Murang'a. 40% tuna nationalize, natoka sasa Kiambu, Nairobi, mpaka Mombasa na sehemu zingine, because this is a national school. Na tunataka that image of a national school. We want these children, hawa watoto wetu, tunataka wajue kuna mahali inaitwa Busia, na kuna mahali inaitwa Lodwar, na kuna mahali inaitwa Mandera. Hawa watoto wetu walan pamoja, tuwachanganye, ndio wakue wa Kenya kamili. That is how we want it to be.
Mumesema kuhusu mwalimu alisema kuhusu walimu hapa. Mko na walimu, lakini mumesema kuna wengine walimu 10 wako wameajiriwa na Board of Management. So hawa walimu 10 nipatie majina yao, ndio tupunguze uzito ambaye wazazi wanabeba kulipia hawa walimu. Nitawaweka katika TSC na niwapatie kazi vile tumepanga. So the 10 teachers, we are going to hire them as Teachers Service Commission. Na vile vile nimeambiwa pia kuna walimu 4 wa Gatimu girls. Ongeza hawa 4, so 14. Let me have the list of the 14 teachers. Alafu ndio tusaidiane pamoja namna hiyo. Mambo yale mengine ambayo mumesema ya hapa tutashirikiana. Mimi nataka niwaeleze watu wa hapa Murang'a. Mimi si mgeni hapa Murang'a. Mimi nimekuja hapa mara nyingi. Ni kweli ama si kweli? Nyinyi ndio mmenipatia hii kazi ya kuongoza taifa letu la Kenya. Na mimi nataka niwahakikishie tafanya bidii mpaka Kenya ibadilike. Barabara zenu tahakikisha kwamba zimejengwa. Kilimo tapanga vizuri. Tumepanga kilimo ya maziwa, bei iko sawa. Kilimo majani chai tumeweka bei sawa sawa. Kahawa tumeweka bei sawa sawa. Barabara, mambo ya hospitali, ile program yetu ya SHA kuhakikisha kwamba mwananchi tena aziuze ng'ombe yake ama shamba yake kulipa gharama ya hospitali. Tumesema gharama ya hospitali ilipwe na bima ya afya, na Wakenya wote, sio wale walio na kazi, sio wale walio na pesa, Wakenya wote wasajiuliwe ndani ya SHA na serikali itagharamia gharama ya matibabu. That is our commitment, na hiyo ndio tunataka tufanye. Sitaki kusema kuzidi hapo. Leo nimefurahi sana kufika hapa Murang'a mara nyingine tena. Nitarudi hapa kwa zile kazi zingine. Governor wenu amesema tupange mambo ya Special Economic Zone na Export Processing Zone. Tayari tuko na Special Economic Zone na Export Promotion Zone 6 ambayo tumeanzisha kama serikali. In just the last 3 years, we have a Special Economic Zone here in Murang'a. We have one in Kiambu. We have one in Kirinyaga. Tuko na moja Nakuru. Tuko na ingine Eldoret. Tuko na ingine Busia. Na tuko na ile Dongo Kundu ya kule Mombasa. Tumetoa pesa ya serikali kudevelop those zones. Ya Kirinyaga tayari iko tayari. Ya Busia is almost 90%. Yenu ya Murang'a ilichelewa kidogo kwa sababu tulikuwa na matatizo na shamba. Lakini tumemaliza matatizo na shamba, sasa iko 30%. Before the end of this year tutakuwa tumekamilisha. We have committed 500 million shillings kwa Special Economic Zone yenu ya Murang'a hapa. Na nia yetu ni kuhakikisha kwamba tunapanga nafasi ya ajira. Na ajira inapatikana kwa njia nyingi. Kule kwa affordable housing, mumesikia vile waziri wangu Alice amesema, affordable housing peke yake tunaajiri vijana 1640 Kenya mzima kwa program ya affordable housing. Tumepanga vile vile maneno ya digital jobs. Vijana 300,000 who are not working in 2022 are working today. Pale kwa export of labor ama tunaitwa overseas jobs, we have 543,000 young people today working outside our country kwa sababu ya hiyo program. We have close to 1.8 million young people who are not working 3 years ago, they are working today.
na tunazidi kuhakikisha kwamba tunapanua nafasi ya ajira. Na tulisema pale kwa affordable housing ikipatikana ajira, tunaajiri vijana, whether they are architects, engineers, plumbers, quantity surveyors, electricians na wale wengine wote. Si tulikubaliana wera ni wera, ama tulikubaliana aje? Si tulikubaliana kazi ni kazi. Ikipatikana kwa affordable housing ni kazi, ikipatikana kwa digital jobs ni kazi, ikipatikana overseas jobs ni kazi, ikipatikana kwa industrialization ni kazi. Na sisi sio watu wa kuchagua jembe, si ndio? So we are going to make sure. Na ukiona mambo ya industrialization, industrialization does not take place only in a special economic zone. Industrialization takes place across Kenya. Ukiona affordable housing, we are industrializing kwa sababu we have more steel companies producing. We have more cement companies producing. We have more construction companies undertaking work. So we are expanding industrialization beyond special economic zones, because that is how we move the country forward. Na tutashirikiana na tutafanya kazi kwa pamoja. So mimi nasema asante sana kwa kunikaribisha hapa Murang'a. Mimi nitakuja hapa tena na tena na tena mpaka tubadilishe hii Murang'a. We must change this Murang'a. Wakati hiyo tunabadilisha Kenya mzima. Mimi mnanielewa? So that is how we are going to move the country forward. Na nawauliza viongozi wote, tushirikiane, tufanye kazi kwa pamoja. Hawa wananchi wanajua vile watatupanga, na kila mtu anapangwa na ile kazi amefanya. Kama hujafanya chochote, kazi yako ni makelele, kazi yako ni matusi, kazi yako ni siasa ya kugawanya watu. Hawa wananchi wako na akili, watapanga kila mtu na kazi yake. Iko ratili ya kupimia mtu ya matusi? Si kila mtu anapima na ile kazi amefanya? Sasa kila mtu ajipange na kazi yake. Hawa wa kuongea maneno mingi, mimi nitakutana na hawa hapa mbele. Tawauliza maswali magumu, watashangaa. Sijui kama tunaelewana? Yes, hapa mbele tutaulizana maswali magumu sana. Hawa watu wanatupiga makelele, sijui nini. Ati ile kazi kubwa wamefanya ni kunitafutia jina ati Kasongo. Ati ndio kazi kubwa wamefanya. Hiyo ni kukosa akili. Kutafutia mtu jina ati ni kazi. Si mtu atapimwa na ile barabara ametengeneza, ama shule amejenga, ama soko amejenga, ama affordable housing. Kuna mtu atapatiwa kazi kwa sababu ati amepata majina ya watu. Hao watu ni bure sana, wako chini sana, wako down. Anyway, leo sio siku ya maneno hiyo. Leo tumekuja kujenga Njiri. Si namna hiyo? So mnasema tuendelee namna hiyo? Ile kazi tumesema hapa tuanze. From next week mtaona maneno hapa. Hiyo maneno iendelee. Na before the end of the year, kabla ya mwisho wa mwaka huu, nitarudi hapa. Nitakuja ku hand over madarasa, nitakuja ku hand over ile kazi tutakuwa tumemaliza hapa, alafu tutaendelea tukiwa pamoja. So mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Sasa nyinyi vijana mnasema ati tubadilishe diet. Ati sasa nyinyi ati mmesema tubadilishe diet.
Aha. Tubadilishe aje? Ni wapange? Mnasema ni wapange? Bas, mwalimu, wacha ni wapange hawa vijana wangu, tubadilishe diet leo. Ndawapatia shilingi 1,000,000 wapangie diet. Sasa mwalimu, na niko na kijana wa kutoka hapa Murang'a, ananisaidia kazi pale kama deputy comptroller wa State House. Huyu kijana anaitwa Simon. Sasa utapanga vijana wenzako wewe na huyo mwalimu, si ndio? Bas, Murang'a, mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Njiri, asanteni sana. Mwathani amurathime. Mungu awabariki. Thank you. God bless you.